lazima tuanze kuhakikiana upya. Lazima tuanze kuhakikiana upya, kuhakikisha kwamba wananchi walio wengi wananufaika na ile ardhi, badala ya kikundi kidogo ambacho kimehodhi ardhi ile. Sasa hivi nimekuja kwenye mkutano Malangali pale, kuna mtu mmoja amesimama anatoa malalamiko, mapovu yanamtoka kote kote, lakini yeye peke yake, taarifa nilizonazo, anamiliki zaidi ya ekari 300, mtu mmoja tu, lakini mapovu yanamtoka. Ukimwangalia maskini, lakini ukija nyuma ya pazia, yeye ndo anayeumiza wananchi hao. Kwa sababu wewe fikiria, wewe mtu mmoja, shamba la serikali umezipata wapi ekari 300? Nani kakupa ekari 300? Huko Manyenyeri mnakosema huko, wewe umepata wapi ekari 300? Wapo wengi hawajui. Tunajua kwa sababu sisi tumewabaini, tunajua. Ndio maana nikasema mzee, ndio maana nikasema msikubali kuwa manamba, tuhakikiane. Mzee unasemaje? Tuhakikiane, unasemaje? Kila mmoja apate ardhi. Mara mzee wangu, na we kinara wa malalamiko na kinara wa kushawishi watu ende Dodoma, wende wapi, wende wapi. We kinara mzee wangu, huu ndio ukweli. Kwa hiyo la kwanza, tupunguze ubabe, tupunguze matumizi ya nguvu kubwa kuhalalisha haram ikawa halali, na halali mkaifanya kuwa nini? Haram. Kila mmoja aheshimu mipaka yake. Mipaka imeshabainishwa, mipaka sasa inajulikana. Mpaka wa Ngaiti, mpaka wa Malangali, mpaka Suwa Lukwambe, kila aliyoko kwenye block yake nani yuko block 422, nani yuko block 424, na kila mmoja tumebainisha kwa mujibu wa ramani inavyotuelekeza, kwa sababu sio jambo geni. Sasa tupunguze ubabe, kujichukulia sheria mkononi, kuhalalisha hata ambacho sio halali mkakifanya kuwa halali kwa sababu tu fulani ana nguvu zaidi. Hilo jambo hatutamvumilia mtu, ndugu zangu, kwa sababu baada ya utatuzi huu mtakuwa mnafanya makusudi. Kweli si kweli? Mtakuwa mnafanya makusudi kabisa kabisa. Haitakuwa tena bahati mbaya mtu anafanya kwa sababu hajui. Hapana, umetatuliwa mgogoro huu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, MEDC wa tatu na tatua mgogoro huu. Hivi mtu atakuwa hajui anafanya makusudi? Anafanya makusudi. Kwa tutamchukulia hatua za, haiwezekani madisi watatu wote tunakuja tunatatua mgogoro huu mmoja, haiwezekani. Na mimi mara hii nimekwenda mbali zaidi, mimi na wenzangu tumekwenda mbali zaidi, tukasema hebu tuende mbali zaidi ili tukimaliza tumalize moja. Wenzetu wamefanya kazi nzuri, lakini pale walipoishia wenzetu tupaendeleze sisi. Utakuwa unafanya makusudi. Niwaombe sana tuheshimu sheria, tuheshimu taratibu, tuheshimu miongozo na tuheshimu maelekezo. Kumezungumzwa, kumekuwa na mgogoro wa kulishiana mifugo, mazao yenu. Hii mnafanyiana kwa sababu mnakomoana. Hii mnakomoana kwamba kwa nini fulani kachukua kipande hiki, akipanda watu wake na mpelekea mifugo, inakwenda inakula mifugo ya mwenzake. Halafu kesi zinaishia kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya tusaidie. Sasa hili nalo tumekubaliana lazima likomeshwe. Lazima likomeshwe. Tunahitaji watu wetu. Ndugu zangu, 72% ya wananchi wa wilaya hii ya Kilosa kipato chao kinategemea nini? Kilimo. Kinategemea kilimo. Mnapolishiana kwa kukomoana, mnarudishana nyuma. Mnarudishana nyuma na mnatiana umasikini na mnatiana ufukara. Leo haiwezekani mtu amehangaika na kashamba kake ekari moja na nusu, akitegemea kwamba kesho atavuna kimsaidie kwenye familia na kidogo kutunza watoto nyumbani, anakuja asubuhi shamba zima limelishiwa mifugo. Huo ni ubinadamu? Sio binadamu. Sio binadamu, ndugu zangu. Kwa hiyo hili nalo tumeliwekea mkakati wa makusudi. Tutakapokuwa tumemaliza huu mgogoro na tutakapokwenda kule mashambani na tukakabidhi, kila mmoja akakabidhiwa maeneo yake, timu ya wilaya tutajitahidi kuweka utaratibu ambao sasa tutadhibiti hii tabia ambayo imekuwa ikijitokeza.
ili kusudi kuwa na kilimo ambacho kitakuwa na tija kwa wananchi.